Oktoba si hakunanga mambo mingi but rest in peace manze tu wenye wametuacha manze. Ama ni aje go? Ndio hivyo manze. So niki pale kwa mtandao siku hizi tunaguzia religion sana. Na kuna jamaa amekuwa kwa midomo yetu the past few days. Jamaa anajiita Kanyari. Sitaki hata kumhona na the word pastor. Because mimi religion yenye nimelelewa nayo which bado sahi as Gen Zs tuna ask questions, sahi tuna study more, tunataka kujua hii kitu ina make sense kweli. Na one of the people wenye wanafanya tuna question hii kitu sana ni huyu jamaa leo. So kuna video hapo vile nataka tuicheze tuone ilikuwaje. Ni kanisa kabisa. Unaona watu venye wanaenjoy. Yeah, so wewe umeona Kenya umeona hapo hivyo. Sijui uko na nini ya kusema ukiona kitu kama hiyo. Yaani na hiki kitu inafanya na doubt hii mambo ya religion, na doubt whether there is God. Najua mtani hukumu lakini hiyo ni according to me. Hiyo ni wewe. Hiyo ni mimi. Venye watu wana respect gays, venye watu kila mtu ana respect gays nini inafaa kuwe kila mtu anafaa na believe. Kila mtu anafaa na believe Kenya anataka ku believe. Usiforce mtu a believe Kenya unataka believe. In that way hakutakuwa na conflict. Kila mtu atakuwa si mambo iko fresh, huwa na vitu anaamini, huwa simple. Badala ya kuamini religion fulani ati nisipo ukiwa mtu yule unasema mzazi anakuambia usipofanya hiyo homework Mungu atakutandika kiboko. Alafu unakosa kuifanya, hakuna kitu inakufanyikia. Ni mwalimu tu anakupani. Ni mwalimu tu. So unasema mwalimu ndio Mungu ama ndio nani? So kuna hiyo nini fulani na kugatu imeko kwa akili za watu, kama hiyo video ya Kanyari hadi kwa kanisa watu wanachoma nyama, hadi chef anakata hapo nyama na yani jamaa ko base kabisa. Jamaa ko base hadi amevaa kofia hadi hadi Kanyari amejia kwa nguo. Hiyo nguo ni no hapo wewe anachuna nyama anarudi nyuma anaenjoy sana. Hata Mungu anashanga nyumba yangu leo ni nini nanuka nyama choma ni nini kwa anasema ni ule jamaa tena. Ni ule jamaa tena. Tukirifa kwa Biblia nakumbuka watu wako na ruhusiwa hata kuuza vitu kwa ile time yenye Yesu aliingia mahali akachara za watu kitu iko sasa nashangaa imefikaje hadi hapa na hiki kitu iko sawa kabisa. Because hata kama ni religion iko na doubts nyingi sana. Sidhani Kanyari anafaa kufanya vitu kama hizi sahi, because as Gen Z sasa hivi yenye nasema watu wana ask questions sana na watu kama wao sasa ndio wanafanya maswali zingine watu wanaanza kuuliza because naona hapo hadi ako na trolley ya mayai sijiko umeziona hapo wamepanga mayai, so sijui alikuwa anapea congregants hizi vitu waende waanze bia kama ni hivyo ni kitu poa, but inabaki kwa kuleta kwa kanisa kuwapea, na hata anaweza wapea hapo hivyo nje ya kanisa but ikifika mahali mimi nikilelewa nilikuanga na unasikia hata altar huwezi panda na kiatu, yani pigia magoti huko chini altar ndio hii lakini pigia magoti hapa. Sasa imefika mahali tunachukua grill tunakomboa hadi mtu wa kuchoma nyama na mbuzi juu yake hapo hivyo tunachoma manze. Hapo nyama kitu iko kwa kanisa. Tutakosaje kwanza kudoubt? So sahi as Gen Z watu wataendelea kuuliza maswali na I hope kuna msemo mwenye ako willing kujibu hizi maswali manze. Hadi unajiambia it was all made up. Yani ndio tu yani maisha isonge. Sikwenda maisha. Because kuna hii kitu ya religion ni geographical.
as in mali umezaliwa ndio ina determine faith yako ama religion yako inalai wapi. Na tukiangalia places kama China hivi si believers wakubwa sana na pia wao wana believe kitu yao. So mi utaka swali yenye imekuja over and over kwa akili ya Gen Z sana saa hii. Gen Z wameokoka, so wengi wamelelewa kwa ndani ya saja, ndani ya Yesu. But swali watu wanauliza which is the right religion? Ni religion gani iko? Because hawa watu wengine sisi as Christians inakuanga so easy kubash Muslims. As Muslims inakuanga so easy kubash Christians, Hindus na wengine. So which is the right religion, to be honest? Hawezi jua. Hawezi jua. Lazima mtu akuja tuambie. Hii kitu iko hivi, haikuwa na ikue simple. Ndani ya Christianity kuna Catholic, kuna Wajalejo, kuna sijui kina Pastor Mackenzie. Hiyo ndo kitu yenye bedhe, ndo maana wase wanaanza question more and more. Ama unaona because kuna yani kwa Christianity peke yake already kuna watu kadhaa wana believe vitu kadhaa. Yani ndio maana iko very questionable. I hope kuna mse na hata Mungu mwenyewe kama ukweli ako, na mimi na believe venye nimelelewa ako, lakini mimi nadhani ndio the right time kutuma the right person kuja kuongea na watu wake. Ama unaonaje? Because sahi kanisa yake inachomeka manze. Mambo ni religion inaenda ndio nasema hii ndio the right time yeye kutuma mtu watu wanakuwa na self doubt kitu hiki. Yaani unashanga unakula ngori unajuaga Mungu ni jamaa huruma, Mungu ni jamaa haizi kubalio kitu ikufanyikie. Mwanzo unajikuta imefanyika. Mtu mwingine ni Taurus. Taurus vitu zenye allegations zenye amekuwa nazo pale za kuchoma watu nini so kumekuanga na hizo allegations nyingi sana, na ujamaa bado tunamuonanga yani anaishi tu, yani analia, anasema pale mbele kanisa analia na tuoni kitu yenye inamfanyikia. Mamita anasema chukweni. Unajua nilifanya shughuli nyingine huko, lakini nyinyi acha niwabariki na hiki tu. But do ukiangalia kitu ya Rao kutuacha, mimi na believe ame rest at the right time. Do you think ni blessing ukiangalia? Because 2027 tulikuwa na doubt sana, tulikuwa na shangaa mzae hata tuunga mkono kweli. Because alikuwa na mata sana hii kwa pale 2027. Do you think ni blessing sahi? Naweza sema ni blessing juu atakuwa sure kama 2027 hata simama ama atasimama. Na tuko najua hata kama atasupport huyu Taurus ama atasimama na sisi. Yaani kitu tulikuwa najua yeye bado ako tu pale kwa handshake. Alikuwa amesema kuna statement fulani alikuwa ametoa that lazima wataproduce presidential candidate. Sio yeye. But sidhani hata yeye angevaa hiyo time. But mwenye angesupportiwa na Raila ingekuwa ina mata sana. But sahi na feel sahi watu wata think independently sana. So tukiongelea China hapo hivyo, kuna story fulani ya China manze. Nikasema jamaa, I think hata wewe ndio ulinisukumia ama nikasema kwani China wako wapi kiteknolojia? So hiyo report ilikuwa inasema sijaipata hapo. Okay, nimeiona. Public toilets China now scan your urine for health issues, giving instant results on your phone. Yaani wewe pale uko demasusu yaani ukimaliza TV shughuli unaambua buda ni kama uliingia place wrong. Niko uliingia place wrong manze. Do you think Kenya say Taurus amekuwa kikompare nchi yetu na nini na Singapore? Do you think hata tuko even close? But ni kitu fani sana ati ukimaliza kukojoa pale hivi manze, ati message inaingia unaambiwa health yako iko bie wewe. Manze, hiyo ni amazing. I think ndio the reason China huwa wana record the highest
ni old people ama wase wako above hata so moja 10 lakini jamaa amesimama ako very straight. Kama kuna documentary fulani tulikuwa na watch ya ule Nigerian fulani anajua Chinese. Uliona kuna time aliingia kwa gari fulani akapatana na mzae mwenye alimpea ni lift ama alimpea lift hapo hivyo. Mzae alikuwa anasema ako 70 ama 80. Alikuwa 78 ama 80. But anakaa kwa 45. Mtoi wake sijui last born ako 32 years. Huo ni ndio last born. Abedha alikuwa anamwambia last born wangu anatoshana na wewe. Na ukimwangalia I swear huwezi sema bado ni Uber driver. Na Abedha anakata kwa 40. Jamaa ako very young. Hiyo ndo kitu yenye inanigonga na kukuwa na leadership mzuri. Because hata sahi ni funny enough a very great man from Africa amekufia India akienda kutafuta matibabu. Unaona vitu zingine venye ni sad yenye hii maisha iko na design ya kujiright tu kusema ukweli. Because kama watu tungekuwa tuna concentrate na kujibeta, leaders wetu wangekuwa na concentrate na kutubeta. Wanasema acha tuunde Kenya yetu, acha tuunde country yetu. Anatibiwa huku hivi manze, anaponea huku. Sasa anapelekwa India. Jumi singewahi fikiria mtu kama Rawana anadedi ya nchi ya nje. So tukiongelea nchi za nje, kuna story hapo voli nitumia na nikakuwa sad sana because hata mimi niko na a loved one mwenye ako abroad. Hayuko Saudi ama Qatar specifically, but ako abroad. Na ilikuwa very sad situation. Ilikuwa ni kuna mtu anajiita Josh ndiye alikuwa amepost. CS Alfred Mutua must be arrested. Frenda Jelangat from Cheptiret Uasin Gishu County. Wakale tunakuaga na majina ngumu hapo. Is suffering in Saudi Arabia after being taken there under the government's deceptive employment program. Hiyo ni ile program fulani ya Alfred Mutua, na alikuwa anaitetea sana, anasema venye watu watapata wera nini. Ndio Kenya sio alikuwa anasema ni aje, mbona msi create employment huko hivi, mnakazana kutumana huko. So she worked for just a month and was denied her salary. Now heartbreaking images show her tied to a bed and in distress. This is modern day slavery, which is true. Hiyo ni modern day slavery. The Ministry of Foreign Affairs under PS Dr. Korir Sing'oei must act swiftly to bring Frenda home. No Kenyan should be sold abroad in the name of job creation. This madness has to stop. Hiyo ni ukweli. Mimi sidhani kama kuna njia nyingine ya kuita. This is madness, this is stupidity, to be honest. This is incompetence. Incompetence of the highest order kutoka kwa government. Because inanisaden sana wanasemanga bedhe ndo maana tunafaa kutoka hata sijui niseme nini. Tunafaa kutoka kwa hii kitu ya ukabila. Huyu si ni mkale hapa hivi. Mkale kabisa. Nani anako huko juu? Hakuna mali penye imesemekana ni mkale, acha tumkimbilie manze. Huu ni Kenyan. Sasa unaona imeandikwa Kenyan. They should bring that Kenyan back home. Surely. Na inanifanya na kuwa sad sana because ukiangalia situation yenye madam ako, hata ukiangalia health utakuwaje tied hivi na bado hajapewa salary, na hata najua food hapo amepewa. Si hata wewe unaweza ona manze anakaa yuko poa kabisa, to be honest. Na tunaendelezanga nini as a country, to be honest? Yani country yetu economy tu ikiwa better, imagine hata wenye wanatokaga sijui panaitwaje huko wa Filipino na nini, utakuwa wanakuja kufanyia watu kazi Kenya. Na ni very possible. Kila mtu anaweza kuwa anasema acha niweke budget ya house help. Sasa najua kuna mafamilia kadhaa 3 bedroom 4 bedroom, lakini
venye economy iko tight hawezi manage kuweka budget ya house help ama house manager hapo. Juu anajua wakiweka hapo sasa wameharibu. Lakini economy ikiwa better imagine na unaona ni kitu sad sana ukiona mtu amevaa mbwenya hapo hivyo ako so proud na red bottom anataka kutuma Mkenya mwenzake abroad afanye kama mboch na inamfurahisha sana akisema hiyo kitu. Amesaidia. Mimi naonanga watu wanajaribu kusugarcoat ati hatusemi umbochi ni kazi mbaya. Kila mtu anajua. Hakunanga msee mwenye anaweza taka mamake personally. Kama tunaisugarcoat basi mamako ama sisterako aende afanye kazi kama hizo. Hata acha nje ya nchi. Huku hivi tu. Si kazi unakuanga proud kusema ati mamangu ni mbochi. Hawezi kuwa. Alafu unaona hata sasa majenzi ndo wanatumwa huko. In this era sidhani kama tunafaa kuwa tunapitia hii kitu bado. Hatufai. Okay, basi hakuna jobs basi. Ni ukweli hakuna jobs na the only job ni hii ya umbochi. Si tuchunge watu wetu wenye wako huko hivyo nje. Wewe umekuwa kama CS unafanya nini Alfred? Na si yeye peke yake ni from huko nyuma yani hata sijui ni government yetu wajali ama ni niliona mwingine akinini manze anajifanya chizi ndo arudishwe mtaa. Hajalipwa anaekwa njaa sasa anajifanya chizi hapo kwa wheelchair ndo arudishwe Kenya. Yani inafikanga mahali hata sasa salary yako utaki. You just want to go back home. Yani hakuna kurukia hadi kwa window manze. Ule na akavunjika. Lilikuwa naona story yake hapo kwa ilikuwa Tales by Titus ama ilikuwa na ile kabisa akakuwa kilema kabisa. Na kuna watoto. Ana mtoto mmoja imagine. Na ndiye alikuwa ameenda kuwatafutia. Alafu unaona watu kama na mimi niko sure Saudi Arabia iki na hizo countries zikiheldiwa accountable na gava yetu. Madam sasa maisha yake ingekuwa imebadilika yani, na watoto wake. The best life. Si tuko na jamaa mwenye alikuwa anauliwa huko hivyo. Because alifanya sijui nini. Mbona sisi gava yetu mtu akifanywa kitu mbaya hawashughuliki venye Saudi inashughulika. Because hii story hata inanipenda. Hata ni story imekuwa NGC jana. Venye watu wanalia the harsh conditions hizo area. Na unasikia tu agent hata wewe hata tuachane hata na government. Wewe kama agent manze unapeleka Mkenya mwenzako amekupea more than 200,000 shillings. Na unajua tu kabisa huyu jamaa anaenda kusumbuka huko. Manze wanafika huko hivyo mnawazimia simu. Kwani humanity ilienda wapi? Na tunasemanga sisi ni a Christian country. Mmoja jamaa anaamka, anakula, anavaa, anaenda. Siku yake anaanza vizuri. Na sio hivyo, anaendea tena mwingine. Maze. Na hii kitu inakuwa sad sana manze. Hebu kama government ya Kenya because sasa hivi venye tumegrow up kitambo wasi wengi wako wanaendaga majuu but sasa hivi venye tumegrow uko na brother, uko na beste, uko na sister mwenye ameenda Qatar kufanya kazi ama unajua mtu mwenye ameenda Qatar. Hebu jieke manze kwa shoes zao mtu mmemtuma poa, jieke kwa shoes za familia yake. Kama venye madam una kureceive mzazi wako kwa wheelchair ama mtu wa familia yako kwa wheelchair ama coffin. Sio kitu poa just because alikuwa anaenda kujaribu kufeed familia yake manze. Ni kitu wewe ni pain sana manze. Ati mtu tu azienda Saudia akae afanye kazi yake poa na akuja tupatie good reviews about that country. Nimepata family poa inanitreat hivi na ati au makadama ukiwa kigi huko yani lazima upitie mambo either mzee wa hiyo keja anakutaka akukule ama mkoro hiyo keja akupendi. Na inakuanga very difficult for them because huyu jamaa mwenye anataka kuchapa mambo uko in a very difficult situation because ukikataa maisha yako kwa hii keja inakuwa ngumu. Ukikubali
madam akijua ni hivyo, yani ajue tu kuna tena ni yani sijui hata yani maybe tu sasa tukurudishe ukiwa watu wengine hata upotea for life. Yani ni mbaya hiyo design, watu wamepotea for life na hawatawaipatikana na government yetu manzee ijali. Iko sawa tu, kwani watu na deal na kina nani? Acha tuulizane kusema ukweli. These are mothers manzee, yani tuko yani tusijui gava yetu imejaa wazee wenye sijui hawana humanity. Yani hawana roho, hiyo gava hawana roho. Yani unless ikue mtu wa kwenu, ebu mtu wa tuseme relative wa politician ama nini afanyiwe kitu kama hiyo. Do you know go ni mbaya design. Hata relatives wao wakiwa huko hivyo hawezi fanya unless useme ni immediate family kama mtoto na which is hata hawezi peleka watoto wao huko. Hiyo ni ukweli, hawezi. Yani wanakuanga na si kwani ni mara ngapi unasikia ngati ule prezo hata ni brother yangu ama ule MP wa ni brother yangu. Ukiangalia jamaa na watoto wake au amini, lakini hakuna msena anybody anything but yani kama Mkenya tu manze, ukiwa pale bunge manze, si ujaribu kufaitia watu wako hata ile yani kuwa tu yani ile hapana. Mimi lazima tu mimi nipiganie watu wa mine. Kitu ni painful inabaki tu unacheka. Because hakuna kitu kingine yenye unaweza sema. Kuna story nyingine hapo hivyo. Hii acha tuingie kidogo na lighter note. Ni story ilifurahisha sana because wewe inatuhit. Acha tusikize huyu dem anasemaje. Ladies, please stop showing us your butt cracks. Some of us, let me speak for myself, I have zero fashion sense. So I will always copy what I see is going on. Lowest pants, I'm there. Baggy pants, I'm there. Corsets, I'm there. But I've been seeing this trend where ladies are wearing super low waist pants and your butt crack is out. You're wearing backless dresses and it's so low that your butt crack is showing. Acha tuimalizie hapo hivyo. Okay, acha kwanza tuongele women. Do you think unaweza tembea na msupo wa yours butt crack kabisa ikiwa nje? Jumi na feeling butt crack ni uchi ya mse maze. Mtu akishaona natanya kwanza kuna type fulani hapo ni jana ama ni lini. Kuna madam fulani hapo uza samosa fulani, so wallahi si kupenda kwangu, lakini nilikuwa napita hapo macho yangu ikaanguka hapo. Inakuwa nikapata naeka samosa. Inakuanga disturbing sana. So the reason hata nimesema tuongelee hii story si juu ya madem sana, because women wanakuanga free. Hiyo kitu ya my dress my choice walishashinda, acha tuseme walishinda hiyo vita. But issue yangu kabisa inakuanga hapa sasa kwa men. Mimi ujiuliza kila siku. Usikie hata hadi unainama tu lakini usikii upepo ikifika hapa cha mambo kiasi. Mimi na congratulate wazao wetu na wakongole. Yaani venye walikuwa wanachapianga hapa hivi toja. Yaani hiyo ndikando ilikuwa the right way kuva. Manze. Mimi nakumbuka kuna time fulani hapo hivyo tuko Machakos. Manze kuna place fulani tulikuwa naenda shule. Place fulani ilikuwa inaitwa Grogo, wase wamesomea macha maybe wataijua. Tumeingia pale hivi manze. Yaani mali tu nilienda kukaa. Hiyo sasa si butt crack. Unajua kuna ingine sasa ni matako iko nje. Tunaendeleza nini hapa sasa? Tutakula au tutaangalia? Hapa sasa inabidi una decide ni njaa ama utapigana na njaa ama kuangalia vitu zile ufai kuona. Unajua kama mwanaume ni sad sana. Kwa don't care. Kuna siku fulani manze najua go nikitaja tu story itamuua. Tumetembea go ameniambia ni aje nipeleke manze nicheze ball pale shule. So go na kwa swimo shule yao.
Mali alikuwa anasomea manze. Sama tukajipata swimo na tukajipata changing room hapo hivyo tumetulia manze. Go akakaa, mimi nikakaa hii side, go akakaa ile side. Kwa kuja mzae fulani hapo hivyo manze. Sijaiona site by. Hata huyo mzae kunifanya kitu poa. Sijawahi sijawahi. Hello mzae alikuja. Kuna kwa na rooms za kuchange. But huyo mzae alikuja mahali tumekaa. Maza akatoa nguo vizuri sana akatashota kaina. Hata kidogo usani nani mzee? Wazee ni mzee kichwa miaka chwali hivi. So amekuweka kwa awkward situation. Unashangaa nafali angalie na ameinama. Ameinama kuongeza jia. Una imagine mtu wako 50 years alafu tanyake venye inakaa alafu ameinama. Huo mzali ni traumatize kusema ukweli. So but hiyo acha tumpea alikuwa swimo. But angeingia kwa room, kulikuwa na changing room. But hiyo kitu ya wanaume. Hii kitu mimi utaka kuongea na wanaume. Hiyo hakuna kitu inani. Yaani valie toja huku hivi. Unataka kutuambia okay. Life ni short lakini yangu itoja lazima ningeka hiyo hapo ngoma ni bamba. Hiyo line. Umekosa boxer. Umekosa boxer. Imagine wengi wao wanakuanga na boxer. Nzuri sana. Lakini sijui amevalia huku. Sasa inateremka inachetaje huku? Inateremka huku. Yaani sijui ni upepo hakuna enough ama yenye inafanya ufeel. Yaani ni careless tu. Jamani careless. Bedemna atoka afunganishe mshipi venye atafunga atoke. Yeye kiinama. Kwenye atainama troza isimami hapo ndo atasimama aendelee na kutembea. Juzi mezidi. Siku hizi hata sasa si butt crack. Hii sasa ni yote iko nje. Hivi. Unaona tu. Nisi ni nyeusi. Hakuna kitu mbaya kuona tani ya mwanaume manze. Tani ya mwanaume nani? Na mara nyingi sisi ni watu wa kuparara. Manze kwanza tunapotaka sasa. Hiyo kitu inaniharibia siku. Jamaa kuna veins. Unadhani veins kumbe ni kuparahara maze. Yaani ni kitu, yaani hiyo ni kitu afadhali hivyo nilipatana na hii video nikasema hii lazima tutaiongelea. Because ni kitu watu nateta kila siku. Yaani kuna kuanga tu na kitu ya kuteta tu kila time. Hata ukiona mwanaume ameinama hiyo dress code unashanga Anyway, kuna mzee fulani aliamua hapo hivyo kuingia social media. So mzee, hii ndio ilikuwa video yake ya kwanza. Yaani jamaa kwa mazishi yake kabisa. Kitu ile ilifurahisha hapo ni comment fulani hapo niliona. Ati mzee anadhani ameka worship. Hata jana sikiza na kurudi ana hiyo na Sunday morning. Ana feel na mguza. Bedhe kama ungekuwa uko na mzaini kitu ngumu sana kukuuliza. But hata mimi nashangaa if babu yangu angekuwa na kina Josh kama naweza taka waingie social media, unadhani unaweza taka acha hata tutumie example ya sizi yako. Unaweza taka kuona kweli mtasizi wako ameingia online na anafanya vitu zingine. Hatusemi Kenya mzee hakuwa anajua. But kuna siku hizi kuna vitu wazae. Kama kuna huyo mwenye anaingianga amevaa sijui ni skin tight za madema ama ule mwenye jamaa fulani anapenda kuteka mademu wengi na anaipostingi. Uko TikTok najua umepatana na huyo mzee. Yeye uposta kiteka madem. So yeye uposte kama amevaa skin tight za madem
hata si skin tight, ile stocking ile ya kichwa na amevaa mpaka high heels na ni mzee kabisa, yani ukimuona ko in his 50s 60s. Do you think unaweza taka kuona mzazi wako kwa situation kama hiyo? Unless ni kitu ana promote biashara kitu kama hiyo. Lakini kufanya mambo na comedy ama kuonesha maisha yake siwezi sio kitu poa manze. So ni kitu sad sana by the unless mzae amekapo anatupigia stories za venye ilikuanga time yao vitu ko zingine manze tuchore ama kudance pia ni poa. Unajua kudance tu ni normal, na pia una dance kitu ina make sense, si vitu za ufala. So kuna news ilikuwa hapo hivyo sad sana hii wiki. Tumeongelea kifo sana but hii ni kitu lazima tuongelee. Ni kitu ilikuwa pale hivi State House manze. Na ikatu concern sana because ilikuwa GSU officer guarding State House dies after being shot with bow and arrow by 56-year-old man. Na ule GSU nilimuona alikuwa kijana mdogo kabisa. Ukisikia kitu kama hii na imehappen State House, ni nini nakuja kwa akili yako manze? Kenye nakuja kwa mind yangu manze ni terror attacks. Yani inaweza kuwa worse. Juu ndio jamaa atembee, unajua venye aro ni kubwa jamani. Ni kitu kubwa sana. Anafika watu wanamuona tu. Afa anachapa chua ya kwanza. Na State House unajua ni place si tulikuwa tunaisikianga tu kwa TV. Yani State House hata hii time tulikuwa tunaandamana tukienda huko. Hata hiyo decision ya tuende huko ili ulikuwa unasema hapana. Hii hapa sasa nitakufa. Ulikuwa unajua kuna place zingine watu waendange tu. Na unasikia mzai 56. Jamaa wako 56 years. Na niko sure sijui kama watatoa ma CCTV ama nini. But I'm sure ama jamaa venye waliona mzae I'm sure wakumuona kama threat. If walimuona, ukiona mtu kama wewe but hii ni kitu inafaa ikue very alarming because vitu zingine huwezi sikia kwa White House. White House hiyo ni ya Mayolo huko US. Kuna places zingine lazima mmeka statement ile yenye hapa hata mkijaribu area zingine si hapa hivi. Hii place iko very secured. Hii kitu inatuma message mbaya sana kwa wasee huko hivyo nje. Hatutaki kumention na to pay anybody any ideas. But hii inaoneshana sana venye sijui ni security yetu imeenda chini ama ni nini. Hizo hata ni news hazifai kuwa kwa public maze. Because as much as tuna hate Prezo aje, kuna njia zingine hatuwezi taka ati Prezo ati ameenda sasa amepatikana kwa nini yake. Hiyo inaoneshana nini kuhusu hii country? Ndio anafaa kuwa the most protected person kwa hii country. Mtu anakuja anaulia mtu kwa mlango yako. Sasa wewe je? Alafu huyu jamaa ameua kijana mdogo sana. Unaona amepotea familia ya mse. Bedhe ndio nilikuwa naongea na go na mwambia the fragility of life manze. Yani kifo sijui inatafutanga mtu ama because wewe kama niko sure mzazi wa huyu alikuwa anajua kijana wangu alitoka zile place risky huku hivi hakuna venye anaweza it can never. Manze, so ni kitu sad sana manze, pole sana to the family. Lakini kitu kingine liniudhi ati unaona tena vitu zingine na religion. Mzee alikuwa asema ati ametumwa na shetani. Hiyo ndio ilikuwa defense yake. Yaani uniulie mtu wangu na uniambie umetumwa na shetani. Ati naamini kabisa ati shetani yako. Kwanza hata inanituma kwa video ya nani? Ya Size 8. Na video Size 8 akiwa na Mwakideu kwa nini? Alikuwa anasema kuna time alikuwa amelala. Alafu akasikia sauti zikimono. Akuamka akaliaje? Jesus. Aya nani ati Jesus akatokea akamwambia my daughter, go back to sleep. I will take care of this. Unasema hii nayo ni Nigerian movie. Hii ni Nigeria. Hadi top. Ati jamaa karudi akalala. Yani hata
kama unaona Mokideo mwenyewe anashanga because acha mimi ni kuwe honest. Mimi nimefanya kwa hii industry entertainment for some time, but uko behind. Kuna stories zingine si kusikia tu, wewe unaona manze, unaona. Sitaki kutaja anybody, sitaki tuanze kutrend mapema, but unaona, na sitaki kumention sana, but naona mimi nimeona the closest people to him hawako as holy as ungefikiria. Hiyo na reflect me personally, sijaipatana na huo madam but nimepatana na the closest people to her, sitataja. But ukiwaangalia unasema si uokoe huyu kwanza, si uokoe huyu kwanza, yani kama kabisa umepata upako, okoa huyu kwanza. Bedhe hiyo sijui kama ni ukweli, but kuna stories zingine huwa mnasikia hata mnateka nasema sorry, ituwekewe kinywaji hapa tuisikie jamani. Hii ni nini hiyo wanasema huo jamaa. Alafu ujue venye huo kijana venye ameuliwa hivyo, president hakuna kitu yote amesema ati we will take a day off ama kufanya nini, tumeona jamaa amekufa kwa gate yangu na nothing like that. Hiyo yake imeisha hivyo na imeenda because huyo ni sijacha tu tumuite hivyo. But anyway, so kumekuwa na story nyingine hapo ya Duale sijui kama uliona. Ilileta purukushani sana pale kwa mtandao. So ilikuwa ni Duale na Kibagendi. I have no hospital. I've never owned even a dispensary. I've never owned even a hospital. You are not living by your money. You are living by borrowed money. I have no hospital and will not allow you. You are doing. So story kwenye wajui story sana. Ilikuwa Duale hapo hivyo na huyu Kibagendi. Kibagendi alisema ni aje? Hapana, imetuzoea. So Duale alikuwa anajaribu kujidefend hapo akisema venye amefunga hospitali za huyu Kibagendi. But do you think mtu mwenye hospitali zake zimefungwa juu ya suspicion ya ufala anaweza kwa outspoken hivi? Hawezi. Yaani huyo jamaa anajua kabisa. Huyu jamaa yani hii ni kumtafuta na mtafuta. Unaona anacheka kabisa. Akilemewa na smile. Anashindwa juu hata anajua Kenya anasema ni BS. Na huyu Kibagendi anajua huyu jamaa ni mwizi. Ukisikia anasema. Yani anasema. Na mbona kumekuwa na ile story kutoka ipewe kutoka Duale ingie kwa health. Kumekuwa na issues nyingi sana. In any normal country controversies kama hizo hata kufai kuwa na mbili. Hakufai. Na jamaa already akona sijui ngapi. Repetitive. Yani inajirudia. Na bado kwa in office kabisa. Amevaa koti kabisa, kwanza anasikizwa kabisa. Na ni kitu sad sana because kwanza hii story ya Rao haingetokea. Because hii story unajua sasa inaenda hivyo chini ya maji. Hii inasweepiwa hivyo. But ni vitu tunafaa tunaangalia, ni kitu serious sana. Si tumetoka sasa hapa hivi kusema Rao alienda kutafuta matibabu majuu. Hizi ni vitu zenye tunaweza I am sure Kenyans wanatoanga tax sana manze. Mimi na feel ni vitu zenye zinafaa kuchange. Na huu ni Kibagendi I think ni MP ama mtu kama huyu akitoa allegation haifai kuangaliwa tu lightly. Sasa ni time DCI wangekuwa wametoka hapo sasa hiyo investigation inafaa kama country po yenye inapenda watu wao. Huyu jamaa ni mwizi ama si mwizi tunamwekelea. But hii ni docket yake. Kama imesemekana kitu kama hiyo investigation ichapa. Hiyo time hiyo yani hata haifai kulala. Venye nani Waititu pia alibambagwa the same way. Hivyo watekio kitu serious hivyo. Na ni health manze, ukifikiria the fact that hawaichukulii serious. Anyway, so ndio unasikia huyu jamaa na bang desk anasema mnaogopa huyu jamaa just because he's the president's friend. Sijui nini but ni ukweli. Hiyo si saisi kitu ya kuficha. Many people wenye wako kwa political seats na wenye wamepewa positions kwa government, most people wanafanya anything na everything because wanajua mimi niko under the protection of the president. Because if the president angekuwa anajali sana
angekuwa anasema hapana, mimi si protect mtu yoyote. Huyu jamaa kama inasemekana hivyo, haikuenda investigation na Duale kesho asubuhi usiingie kwa ofisi. Hivyo. Na akona hiyo power. Anajua Kenya na gain kutoka hapa anasema hii. Toru akona hiyo power ya kusema huyu jamaa asiingie kwa ofisi kesho. Na inawezekana because president akona that power. Na mimi sijui ni nani atakuja kukalia hizo oppositions kama presidency mwenye atataka kuacha legacy ya the kindest, the most hardworking president, the most loved. Sidhani kama kuna legacy poa kuliko hiyo, to be honest. Unataka tu ukienda ukumbuka kwa mabaya yenye umefanya. Ati huyu jamaa alifanya hii mbaya, Jumi na feel hata kama ni wealth walikuwa wanataka kugain, mimi na feel imetosha manze. Yenye wamechukua sofa imetosha. Mnaenda nayo wapi? Yaani utaisort hapo kwenye umechukua. Utawai. Si niliona jamaa kwa watu huko 50 something, 56 huko billion. Is that not enough? Imetosha. Because to calculate kuna time nilichapa ma calculation hapo hivyo juu nilisikia mwafa akisema. Na ni ukweli ndio a billion shillings iishe. Ukitumia 100k every day ni 27 years 5 months. Bro, unajua 27 years 5 months ukitumia 100k every day. Do you know kuna families zina survive na less than 100 shillings sahi? Kweli 100 shillings hivi moja. Na ni nini hiyo ingine mtu anatafuta if tunakuwa honest? Acha na si ati pesa yake inaacha kuingia, akona mabiashara, akona nini, pesa yake itaendelea kuongezeka. Si it's enough manze. Fanyia wananchi kazi. Anyway, tukimalizia manze, leo imekuwa siku sad sana. But kuna story fulani interesting niliona hapo hivyo kwa interview ya Kalonzo. Kalonzo alikuwa anasema pale hivi akiwa ile temenye baba alikuwa anasweariwa in na si hakutokanga kwake. Anasema pale wife yake alikuwa msick na pia babake alikuwa msick. Nilikuwa surprise baba ya Kalonzo ako so wakamba wenyewe hawazekangi huko. Ukiangalia Kalonzo kwa 71 lakini jamaa bado ni barobaro. Ni kijana. So story ilikuwa outstanding hapo hivyo ni apparently alirushiwa grenade kwa compound yake. Na Kenya ilifurahisha ni kitu sad sana, but kitu ilifurahisha ni ati kuna mtu the same country poverty ni mbaya sana. The same country jamaa akirushiwa grenade haimfiki kwa compound yake. Likajipiga example mko pale ghetto na ni wewe tu unatagetiwa. Acha wewe familia nyingi sana zitapoteza watu wao. Yaani utatagetiwa wewe, majirani wako 200. Kushuke. Hapo ploti kama ngapi zimeanguka. Unasema haikumfikia manze. So hiyo kitu ikaniamaze sana, nikasema yani people wanaishi maisha beautiful sana. Yaani jamaa grenade imetupwa kwake na hajafikiwa. Sijui kama mimi ni ukweli juu I think your time iliongelelewa wangu. But yani hata kama si ukweli, hebu tuifikirie tu yani. Yani mimi najua ghetto wenzangu wana relate kabisa. Ati hapo kweli nje pametupwa. Hata ile man-made ya chupa. Luere. Sisi watu hiyo inasukumotoka kwa ploti. Kwa hiyo duka kwanza. Imetosha. Hata hawahitaji kufika kwa mlango. Yaani unataka tu iduka tu. Hiyo tu. Na hiyo ni man-made. Hiyo kitu inakupata hivi. Inakupata manze. So ni kitu nilifind interesting sana. But leo tulikuwa na mengi sana ya kusema. Lakini tunashukuru sana manze kama umetukip company hadi hapa hivi manze. Ama ni aje go. Ndio hivyo. Manze sana manze. Msisahau hapo hivyo kula subscription hapo hivyo. Mtupe subscription hapo hivyo, mcomment, mlike. Mseme kitu. Tukue manze pia tuna shoot sana bana. Hata kama unataka hate hapo hivyo kwa comment section. Sema tu kitu.
hapo masego na umeongea ufala. Sipendi sura ya huyu jamaa. Sipendi. Sipendi sura ya huyu jamaa. Huyu jamaa mumtoe kwa podcast, sitaki tu kuona sura ya huyu jamaa. Nimekuona tu hivi niwesikia roho yangu ikupe. So ya manze msubscribe hapo hivyo. Manze tunashukuru sana kwa kutukeep company. Until next time. Adios manze. Yeah. This is not your typical podcast. Story tumejaza kama doba. Fast off go kando Joburg. Na tuko ready ku take you over. Vitu zinafanyika masana dakika. Literally ni time tunaitisha. Convince naona vibe inajipa. Ni mimi na wewe so turoroe kabisa. Roroa.